Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kufuatana pamoja nasi, na umewadia tena wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha Ijue Kweli, kipindi ambacho kinaletwa kwako na watumishi wa Mungu. Kwa wewe ambaye msikilizaji unatupata kwa masafa ya 94.7 Bariadi, bila kusahau Mtwara 98.9, Moshi huko 93.1, Liwale 91.1, sambamba nikirejea Babati 97.1. Endelea kubarikiwa na wasaa huu. Basi mwalike ndugu, jamaa, marafiki ili tuweze kupata mibaraka hii kwa pamoja popote ulipo, na Bwana azidi kuwa pamoja nawe. Ninayekukaribisha katika wasaa wa kipindi hiki mimi ni Lea Thomas. Endelea kubarikiwa popote ulipo, na Bwana akazidi kuwa pamoja nawe unapoendelea kubarikiwa na neno hili. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema, msikilizaji wetu wa AWR. Nikukaribishe leo katika kipindi cha Ijue Kweli. Kipindi hiki kinakujia kwa wadhamini wa wainjilisti wa vitabu kanda ya Kinondoni. Wainjilisti wa vitabu kanda ya Kinondoni wanatuletea masomo haya ya Ijue Kweli. Tumeona namna ambavyo tumejifunza masomo yaliyokwisha kutangulia, lakini leo tuna somo lingine lizuri la kujua ukweli juu ya muasisi wa uovu katika ulimwengu huu tulionao. Hivyo kabla ya kuingia katika somo hili la leo, kutambua ukweli huu wa leo, ni kukaribishe tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako mkuu unaoendelea kuwa pamoja nasi. Sisi katika studio hizi, lakini pia na wasikilizaji wa AWR popote pale walipo, endelea kutubariki hata kupitia somo hili leo. Tuendelee kutambua ya kwamba kumbe yupo aliye muasisi wa uovu, na hivyo tangu leo tukamtambue, na kama ni vema tukamkatae na mambo yake yote. Endelea kutubariki, na Roho yako mwema endelea kuwa pamoja nasi katika kutambua ukweli huu, maana peke yetu hatuwezi pasipo uwepo wako. Neema yako yatosha leo, kesho na hata milele. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ijue Kweli juu ya muasisi wa uovu. Ijue Kweli juu ya muasisi wa uovu. Katika fahamu za wanadamu wengi, wamekuwa wakifikiri, wamekuwa wakichambua, wamekuwa wakieleza ni kwa namna gani uovu umepata kuwapo katika dunia hii leo. Na hata fikra na mitazamo yetu imekuwa finyu kwa sababu ya kutokujua dhana halisi, yani wapi ulianzia, ikawaje, na ulisababishwa na kitu gani hasa. Hivyo ni wakaribishe katika somo hili la leo, na linaletwa kwenu na mwinjilisti Michael Joseph Daho, mwinjilisti wa vitabu katika kanda hii ya Kinondoni. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 13, mstari wake ni wa 24 mpaka 28, neno la Mungu linasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Wataka twende tukayakusanye?
Mfano huu Yesu anapoutoa, anaturejesha tena katika uumbaji. Mungu kazi yake alipoifanya, alihitimisha kwa kusema ya kwamba tazama, imekuwa vema. Hivyo Mungu hakukosea katika kuumba kwake, iwe mbinguni au iwe duniani. Aliumba viumbe vikamilifu, tangu malaika hata wanadamu. Aliumba watakatifu wasiokuwa na dhambi. Hivyo katika kazi yake hii kamilifu aliyoifanya, ndipo saa katika mfano huu anasema mfano wa ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyopanda mbegu njema katika konde lake. Mbegu njema katika konde lake ni sawa na Mungu alipoumba kila kitu kuwa chema. Kuwa chema. Sasa kama katika shamba lako au katika mfano huu umepanda mbegu njema, lakini mara yanaonekana magugu. Magugu ni yasiyofaa na yasiyo na faida, na ni mbegu isiyopandwa, ila inajidhihirisha katika ukuaji wa ngano. Yaani ngano inapokuwa na magugu nayo yanakuwa. Yametokea wapi na haya kupandwa, imekuwa kuwaje? Hilo ni swali zito ambalo napaswa kuwa na tafakari. Hivyo katika kazi ya Mungu, Mungu ameumba katika ukamilifu. Hakuwahi kuumba kitu ambacho ni kidhaifu. Hajawahi kuumba kisicho kitakatifu. Hakuwahi kuumba kisichokuwa na ukamilifu. Na baada ya kuona mfano huu, sasa wadhaifu wametokea wapi? Ukisoma katika kitabu cha Ezekiel sura yake ni ya 28 mstari wake ni wa 12, anasema, mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Umwambie, Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Aden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki, yakuti, manjano na almasi na zabarajadi na shoham na yaspi na yakuti, samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta, afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaonyeshwa malaika huyu aliyeumbwa kwa ubora. Malaika huyu aliyeumbwa kwa aina nyingi za madini. Madini mengine hata hatujawahi kuyasikia wala kuyaona. Lakini maandiko yanasema alikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta, afunikae. Na anasema alipoumbwa katika ukamilifu huo, katika uzuri huo, anasema hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Mpendwa msikilizaji, ni katika ubora, ni katika uzuri wa kiumbe huyu Lucifer, alipojitazama, alipojifikiri, alipojiona bora, ndipo ndani ya moyo wake uovu ulionekana ndani ya moyo wake. Mstari wa 16 anasema, kwa wingi wa uchuuzi wako
Watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa katika nguvu, nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu, kama kitu kilicho najisi. Ghafla kilichoumbwa kwa dhahabu, kwa madini aina zote, kwa moto, kinageuzwa kuwa najisi kwa sababu uovu umeonekana ndani yake. Anasema, nami nimekuangamiza, ewe kerubi ufunikaye, utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, ewe umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Wapendwa, miongoni mwa sifa tusioistahili, miongoni mwa kitu tusicho kistahili ni sifa. Sifa hatuistahili kwa sababu anayestahili ni Muumbaji, anayestahili ni mkuu, anayestahili ni Mwokozi. Sisi hatujajengewa mazingira ya kustahili sifa, ila tumeumbwa kwa ubora. Anaelezwa huyu kerubi, anaelezwa huyu Lucifer ambaye ameumbwa kwa uzuri, ameumbwa kwa ubora, lakini akajitazama jinsi alivyo, akajisifia, akajiona kuwa bora. Anasema kwa kujiona kuwa bora kwa sababu ya uzuri wake, leo nao ameharibu hekima yote iliyowekwa ndani yake. Na kwa sababu hiyo akaondolewa katika uzuri ule, akaondolewa katika mahala pale, akatupwa chini. Na nabii Isaya anaandika katika sura ile ya 14 mstari wa 12 akisema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana naye aliye juu. Kinachomshusha Lucifer mbinguni ni nini? Kinachomuondoa Lucifer mbinguni ni nini? Ni uzuri aliyoumbwa nao, ni ubora aliyoumbwa nao. Akajiangalia, akajitazama, akajifikiri, akajiona ni bora sana. Hivyo kutoka ndani ya moyo wake akatamani kuwa juu zaidi ya Mungu. Akatamani kuwa mkubwa zaidi ya Mungu. Kwa maana nyingine, akatamani kuabudiwa. Hapa ndipo pambano kuu lilipoanzia. Na Ufunuo 12:7 anasema, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Napapenda mbinguni. Mbinguni ni mahala pa amani, mbinguni ni mahala pa upendo, mbinguni ni mahala pa furaha, mbinguni ni mahala pa kumwabudu Mungu. Haleluya! Napapenda mbinguni, maana mbinguni ni sehemu ambapo ni pazuri. Ninapenda mahala pa ibada, hasa mahala ambapo Mungu Muumbaji anapoabudiwa. Hivyo Lucifer ameshindwa kumheshimu Mungu kwa namna bora alivyoumbwa, kwa namna ya uzuri alivyoumbwa. Akatamani aabudiwe, akatamani asujudiwe kwa namna nzuri alivyoumbwa. Na kwa sababu mbinguni si mahala pa fujo, si mahala pa magomvi, ikawa ni vema tu
huyu aondolewe katika maeneo hayo. Ndio maana leo unasikia tuache wivu, tuache dhambi, tuache uzinzi, tuache wizi, tuache kiburi. Maana mwenye hivi ni tabia za mwilini. Mwenye kuvishikilia hivi hawezi kwenda mbinguni. Maana mbinguni watu wenye maisha ya namna hii hawana sehemu yao. Rafiki yangu, popote pale ulipo, alarm imelia. Ni kweli umeumbwa kwa namna bora na namna nzuri. Ni katika mazingira kama hayo ndipo ambapo Lucifer alipoteza sifa. Alipoteza sifa za kukaa na Mungu milele. Alipoteza sifa za utakatifu na ubora. Alipoteza sifa za kuwa mzuri na kiongozi aliyeteuliwa wa malaika mbinguni. Alipoteza sifa kwa namna alivyojiangalia, na hatimaye akatupwa duniani. Sikia, katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, 27 na 28 anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kutiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Hivi ndivyo ambavyo mwanadamu ameumbwa. Mwanadamu naye ameumbwa katika ukamilifu wake. Ameumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Ameumbwa akapewa mamlaka ya kutawala. Amepewa kufanikiwa. Amepewa kuwa na uwezo ndani yake. Amepewa kufanana na Mungu. Katika kufanana na Mungu, unajua kuna tabia ambazo ni za Mungu pekee, lakini alipokuwa akimuumba mwanadamu alimgawia na akatamani zionekane kwake pia. Moja ya tabia hizi ni upendo. Upendo ni tabia ya Mungu. Hivyo anatamani kila mwanadamu awe nayo. Ndio maana wanadamu asilimia kubwa wenye upendo, si wote ambao labda ni Wakristo. Unaweza kukuta mtu hana hata dini, lakini anaonekana kama anajali hivi, kama ana upendo fulani hivi. Ndio maana wakati mwingine tunashindwa kutambua imani ya kweli na isiyo ya kweli, kwa sababu ukienda huku unaonyesha upendo, ukienda huku unaonyesha upendo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu akamwekea tabia yake ndani, tabia ya tabia ya kweli ni tabia ya Mungu. Hivyo alipomuumba mwanadamu akaamua kwa ridhaa yake kumshirikisha. Tabia ya haki, anataka tutende haki. Kutenda haki ni tabia ya Mungu. Mwanadamu hawezi, lakini Mungu alipomuumba mwanadamu akaweka uwezo huo ndani yake ili mwanadamu aweze kutenda haki. Hivyo ukisoma mstari unaoendelea katika sura hii ya 3 mstari wa kwanza anasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiyale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi aliutwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala, wakafumbuliwa macho. Wote wawili wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mti, wakajifanyia nguo. Hapa yule mwerevu, yule aliyeumbwa kwa namna pekee, yule aliyejisikia kwa uzuri aliyeumbwa kwayo, naye ameamua kumtumia kiumbe mwerevu aliyeumbwa katika ubora, yaani nyoka. Anamtumia nyoka kuingiza dhambi duniani.
Wakati huo yeye shetani mwenyewe akiwa muasisi wa dhambi mbinguni, haikutoka kwingine kote isipokuwa ndani yake. Kutamani sifa ya kuabudiwa, kutamani nafasi ya muumbaji wake. Hivyo anatumia kiumbe ambaye ni mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu, nyoka. Anamtumia kuingiza dhambi duniani kupitia wazazi wetu wa kwanza, yaani Adamu na Hawa. Sasa nyoka huyu anaonekana kuwa katika mti huu, na akimuuliza mwanamke, akimwambia ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Mwanamke yule akamwambia hapana, amesema matunda tunaweza kuyala katika mabustani haya, lakini mti mmoja tu amesema, wa ujuzi wa mema na mabaya, tusile. Na katika kufungua mjadala huo, nyoka kwa kuwa ni mwerevu, inawezekana alikuwa anashawishi, inawezekana na yeye alikuwa anakula, wakati mwingine inawezekana huyu mwanamke na yeye akawa anafikiri kwamba huyu nyoka bwana si mzungumzaji, inakuaje leo anazungumza? Labda ni haya matunda yanampatia uwezo wa kuzungumza, yani ameongezewa uwezo zaidi. Inawezekana mwanamke naye akaamua kutaka kuwa na uwezo zaidi. Wakati huo yanayotumika kumshawishi ni ambavyo ndivyo alivyo. Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, lakini leo nyoka anatumia hilo fungu kwamba nawe utakuwa kama Mungu. Ndipo mwanamke huyu anapodanganyika na kuyala matunda hayo. Mwanamke anapokula matunda hayo, anayaona ni mazuri, anayaona ni matamu, hivyo anakimbia kumshirikisha mume wake Adamu. Na anapompelekea Adamu naye anakula. Adamu anapokula, mara ghafla wanajiona wako uchi. Katika somo hili, dini nyingi zimeshapoteza ukweli, kwa sababu hawajui ni aina gani ya tunda lililoliwa. Wengine wanasema mara sio tunda, ni tendo la ndoa. Mungu alipoumba wanadamu, aliwabarikia akawaambia mkazae. Sasa wangewezaje kuendelea kufanya hivyo? Hili ni somo la siku nyingine, lakini linalozungumzwa hapa ni tunda kama tunda. Maana nyoka akala tunda, nyoka akachuma tunda, nyoka akampatia mwanamke tunda, alafu mwanamke akampelekea Adamu tunda. Matokeo yake ni nini? Walipojiona wako uchi, wakakimbia, wakajishonea majani, wakavaa kama nguo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba waliondokewa na utukufu wa Mungu juu yao. Mpendwa rafiki msikilizaji wa AWR, iko hivi. Mungu ametufunika kwa utukufu wake. Mungu akiondoka kwetu tunabaki kuwa uchi. Yaani utukufu wake unaonekana kwetu. Na kamwe hiyo haitapata suluhu kama hatutampata Mungu katika maisha yetu. Hivyo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3:19 anasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia nchi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Safari ya udanganyifu wa Lucifer kupitia nyoka kwa wazazi wetu hatimaye imezaa mauti. Mwanzo 3:10 anasema, akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Adamu anapotafutwa katika bustani ya Eden, anapoulizwa na Mungu uko wapi, Adamu anasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa. Kwa nini aliogopa? Kwa sababu alikuwa uchi. Isaya 69 mstari wa 1 na 2 anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone, hata hataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni Mungu wa upendo.
pamoja na dhambi tulizo nazo, pamoja na dhambi tulizozitenda, bado yuko safarini kututafuta. Nabii Isaya anasema mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Huyu ndio Bwana ninayemtambulisha kwenu, Mungu mwenye upendo huyu, ambaye mkono wake haupungui wala sikio lake si zito hata asiweze kutusikia. Shida ni nini? Shida ni hii. Isaya 59 mstari wa 2. Shida ni kwamba maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Ndio maana Adamu anapoitwa anakimbia, anajificha. Maana yake ni kwamba dhambi zimetutenga na Mungu. Dhambi zimetutenga na Mungu. Na dhambi hii muasisi wake mkuu ni Lucifer, yaani Shetani. Warumi 6:23 anasema hivi, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Bwana wetu. Kristo ni nani? Tutajifunza wakati mwingine. Lakini kwa sababu wazazi wetu wametenda dhambi, mshahara wao ni mauti. Mstari wa 19, Mwanzo 3:19 anasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Ni fungu ambalo tunapenda sana kulitumia hata katika huduma ya mazishi. Ni kweli imetokana na kuwa wa dhambi. Kifo kimetokana na kuwa wa dhambi. Lakini mawazo ya mwanadamu yakawa yanaelekea dhambi tu tangu walipomkubali kumfanya Shetani kuwa kiongozi wao katika maisha yao pale Eden. Yeremia 17:9 anasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Jibu ni hapana, hakuna awezaye kujua. Hivyo rafiki yangu, usijione umekamilika, usijione ni mzuri, usijione una hekima sana, usijione umesoma sana, usijione una uwezo sana. Moyo huwa mdanganyifu, na udanganyifu huu ni katika kujiona mkamilifu, ni katika kujiona mzuri, ni katika kujisifia. Mwisho wa siku utahitaji watu wa kuabudu, watu wa kusifu, watu wa kutukuze, ambapo ndilo chanzo cha uovu lilipoanzia pale mbinguni, moyoni mwa Ibilisi, moyoni mwa Lucifer. Rafiki yangu mpendwa, msikilizaji wa AWR, habari njema ni hii. Chanzo cha uovu ni Lucifer, lakini amemtumia nyoka kuingia Eden na kuangusha wazazi wetu wa kwanza. Ndio maana safari yetu ya kifo kimeanzia pale. Mungu alimuumba mwanadamu aishi milele. Mungu alimuumba mwanadamu atawale, lakini kwa kutokuwa na chaguzi zinazofaa zimepelekea wanadamu kufa. Hivyo kifo kimetokana na kukubali wokovu. Rafiki yangu mpendwa, ikiwa chanzo cha uovu kimefahamika, safari inayofuata ni kwenda kuona ni wapi tutapata suluhu. Na suluhu ya pekee ni hii, ni daraja lilikwisha kuwekwa la kupatana na Mungu wetu, yaani Yesu Kristo. Endelea kumwamini Yesu, endelea kumpokea Yesu, endelea kumfanya Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana ni yeye tu awezaye kutupatanisha na Mungu leo, kesho na hata milele. Mungu akubariki sana msikilizaji wa AWR. Tumefikia mwisho kwa somo letu la siku ya leo. Tuendelee kujikabidhi kwa Bwana ili aendelee kutufunulia mengi zaidi. Mungu akubariki sana. Basi popote pale ulipo, tufumbe macho tuweze kuomba. Asante Mungu wetu mwema kwa siku ya leo tena. Tumeona muasisi wa uovu ni nani. Hivyo leo hatutaendelea kuwa na mashaka tena ya kwamba Mungu utupendi, Mungu umetuacha. Kumbe yupo anayesababisha maovu katika ulimwengu huu leo. Endelea kutupatia ushindi wa kumkataa na mambo yake.
tukukubali wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Endelea kumbariki msikilizaji wa AWR popote pale alipo, mpatie nguvu na uwezo mkuu. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen.